Haya ndio maisha yetu, safari yetu, jua na waka, changamoto ni nyingi, tunapambana. Mitada salamu, ndoto zetu hazishi, tunaendelea. Pamoja tunaumia, pamoja tunacheka, huu ndio undugu. Maisha yetu ni yetu sote, kwa pamoja twajenga nchi yetu. Maisha yetu ni furaha na shida, kesho yetu iko mikononi mwetu. Maisha yetu, yeah. Maisha yetu, kwa pamoja daima mbele. Yeah. Maisha yetu. Haya ndio maisha yetu, safari yetu, jua na waka, changamoto ni nyingi, tunapambana. Mitada salamu, ndoto zetu hazishi, tunaendelea. Pamoja tunaumia, pamoja tunacheka, huu ndio undugu. Maisha yetu ni yetu sote, kwa pamoja twajenga nchi yetu. Maisha yetu ni furaha na shida, kesho yetu iko mikononi mwetu. Maisha yetu, yeah. Maisha yetu, kwa pamoja daima mbele. Unajua Bembei natamani kwa kama wewe. Vipi hivi? Natamani kirudi nyumbani mkute mwanamke wangu na mimi naendea maji ya kuoga. Unajua nini? Usilijua sawa na usikuakiza. Walaosema usemi walikuwa na maana kubwa sana. Kwa macho ya kawaida unaona mimi nafaidi, ni sawa, si unaona hivyo? Lakini changamoto ambayo unayopitia mimi ndo najua. Kwa nini lakini Bembei mtoto mzuri naye kama vile. Unakoje na mawazo? Yaani uzuri wake mimi nahisi ndo unaoniumiza. Yaani kuna wakati hadi nawaza kwa nini nioa. Yaani nahisi kabisa maamuzi ya kuoa mimi nimeyakurupuka. Kwa sababu ananitesa. Unajua nini rafiki yangu? Kila mwanaume anayeoa anatamani moyo wake ufurahi, si ndio? Kweli. Na imani hata wewe rafiki yangu unatamani ukioa, ukishakuwa na mke nyumbani, unapotoka kwenye shughuli zako kama hivi, unatoka shamba unafika nyumbani umkute mke wako akutengee maji ya kuoga, akupetipeti, akupe kila kitu, akufanyia shughuli zote ambazo unastahili kufanya mwanamke kama ako mume wake. Lakini kwangu mimi hakuna. Tangu asubuhi mke wangu simuoni hapa, nimerudi sikumuona mpaka sasa hivi. Lakini Bembele sio sababu ambayo inakufanya wewe uwe na mawazo. Kuku kwako kwa nini umshikie manati? Hata ule muda wote hapa nyumbani kwake. Alo ni kuku bora ambaye anayekula kwenye uwanja wake. Lakini kuku wangu mimi anakalua kwenye majalala ya watu. Simoni. Shema dunia. Utajui. Nataka kutaja sasa hivi shema dunia. Sawa shema. Ulikuwa wapi? Ulikuwa kwa mama wewe? Wewe. Hebu twende ndani. Yaani kama penzi ndo haya. Haya ndio maisha yetu, safari yetu, jua na waka, changamoto ni nyingi, tunapambana. Mitada salamu, ndoto zetu hazishi, tunaendelea. Pamoja tunaumia, pamoja tunacheka, huu ndio undugu. Maisha yetu ni yetu sote, kwa pamoja twajenga nchi yetu. Maisha yetu ni furaha na shida, kesho yetu iko mikononi. Kama nilikwambia, ndoa yangu ilikuwa na changamoto kubwa sana. Mke wangu amekuwa mjeuri kupitiliza. Nikimwambia kisitaki ufanye anafanya. Nikimwambia ikifanya yeye afanye. Imefika mahala hata furaha ya ndoa sioni. Mke wangu amekuwa mjeuri sana sasa hivi. Changamoto nyingi sana ambazo anapitia basi. Yaani tunabishana sana. Toka asubuhi mke wangu anaondoka, yani anaondoka asubuhi anarudi jioni. Nafika nyumbani simuoni, kupika piki, yani shughuli za kufanya nyumbani hafanyi. Natamani hata ndoa ni nzuri. Yaani natamani kabisa kwamba nimpe talaka tu aachane naye na mimi niendelee maisha yangu ya zamani. Yaani labda nikwambie kitu kimoja ambacho kwenda kufahamu. Ndugu yangu, ukishazaliwa mwanaume sasa na kubebeshwa gunia la misumari. Yaani tukachukua gunia la misumari katika kichwani, afu nakwambia tembea nalo kwa mbali usiojulikana. Naonyesha kwamba hizo changamoto kwenye ndoa ni za kawaida sana. Na msingi ni kwamba utakujue namna gani ya kuweza kukabiliana nazo hizo changamoto ili maisha yako yaendelee. Ila tu kubwa ni kwamba uvumilivu. Ukiambiwa swala la ndoa, ndio kabisa lina mambo mengi sana, yaani lina vikwazo vingi sana. Wanawake wana mambo mengi sana na ndoa ina mambo mengi sana. Ndoa ina karaha, ndoa ina raha. Hayo yote kama mwanaume utakuwa uyafahamu. Lakini cha msingi sio kuyakimbia matatizo. Utakuwa wewe kwamba ujue kwamba ni namna gani ambayo unaweza kutatua hizo changamoto ulizokuwa nazo katika ndani ya ndoa yangu.
Baba, mpaka nakuja kuyafikisha kwako jua imenizidi. Nimepambana sana. Na mwenye sikutaka ile swala nimshirikishe mtu yoyote. Nimepambana naye sana, namkanya sana mke wangu. Ila nisikii. Mke wangu amekuwa mjeuri sana. Mke wangu sasa hivi ameshikwa masikio na mama yake. Yaani muda wote akiamka tu asubuhi kwa mama yake. Mchana tu akirudi kwa mama yake, kupika kwenye kwa nadra baba. Yaani mimi kushinda na njaa ni kawaida tu. Yaani kuna muda ikifika namkataza, sitaki ufanye hiki hataki. Sitaki uende kwa mamake. Yaani kwa nini asubuhi akiamka kwa mamake? Kila siku kwa mamake, mchana kwa mamake, jioni kwa mamake. Yaani nipilika na mamake, iko busy na mamake muda wote. Yaani mpaka hapo nimeshapata picha kwamba chanzo cha matatizo ya mke wako ni mama mke wako. Nimeshapata picha hapo. Yaani mwanamke akishaanza kuwa bend sana na mama yake mzazi, ujue lazima kwako wewe kutakuwa na shida. Kwa mpaka hapo niambia nimeshapata picha kwamba kumbe matatizo ya changamoto za mke wako zinatokana na mama yako mkwe au mama yako mke wako. Unaona? Lakini ni kwamba cha msingi ni kwamba wewe endelea kufanya kazi, endelea kupambana. Ukisema uwawaze sana hao, basi hata maisha yako yanaweza yakasimama. Na unaweza ukashindwa hata kufanya kazi hata kwenye mambo ya msingi. Cha msingi ni kwamba tutakaa chini, tutatafuta suluhu ya hiyo changamoto. Ikishindikana tutajaribu kutafuta njia gani nyingine ambayo ya kuweza kuitumia. Baba, mimi nashukuru. Na mpaka nimelifikisha kwako jua nimeshindwa. Wewe ndo babangu uliobaki. Wewe ndo babangu na kutegemea. Na usio bwana kama unavyojua kakako amefariki. Na sasa hivi tegemezi langu ni wewe. Na nimefika kwako, nimejua nimefika maeneo salama ndo utanishauri vizuri. Na ile swala baba mimi naomba nikuachie wewe. Ile swala lisimamie wewe. Mimi mpaka nimelifikisha kwako mzee wangu limenishindwa. Haina shida. Mimi hilo nitalifanyia kazi, ila tucha msingi utakuwa uelewe muda mwingine mwanaume analia kama simba ndani ya moyo wake. Yaani kila mwanaume anatembea duniani ana matatizo yake kwenye moyo. Mengine ndio hao wanashindwa kuyavumilia, wanayatoa, wanayasema kama hivyo. Wengine wanatembea nayo. Ila cha msingi ndio utakuwa ufahamu kwamba maisha yanafanyaje? Maisha yanaendelea. Utakuwa kurudi nyuma. Hayo matatizo tutatafutia solution. Kama ikishindikana basi tutafuta njia nyingine ya kuweza kuyatatua. Sawa baba. Ila atakuwa muda mwingine wewe ndio kuchapa kazi. Sasa maisha yanaendelea. Sawa, mimi nachapa kazi baba. Ila ndoa changamoto kubwa sana. Sana. Yanafika mara hata nawaza hao wanaotaka kuingia kwenye ndoa wasiingie, wabaki huko. Ila wawe salama. Sawa baba. Hayo mawazo yako yote yanakuja kwa sababu ya changamoto ulikuwa nazo, lakini ipo siku tu yataisha. Ni uvumilivu tu. Ni changamoto. Ni kweli. Hata haya maisha hakuna. Maana kwenye majumba haya bwana, wakina mama hawa Anaweza kuwa ni sababu kubwa sana ya kuvunja ndoa za watoto wao bila wenyewe kujua. Inaweza kwa kujua au sio kwa kujua. Wanavunja ndoa. Wanajua ni kusudi tu. Kwa sababu kama mtu mzima unafanya kitu cha kijinga, si unajua kama hiki kinachofanya kijinga. Basi ndio hivyo tu. Basi mimi nashukuru mzee. Haya, karibu sana bwana. Acha nikuache napeleka. Karibu sana. Maana haya. Karibu sana. Asante. Haya ndio maisha yetu, safari yetu, jua na waka, changamoto ni nyingi, tunapambana. Mitaa Salaam ndoto zetu hazishi, tunaendelea. Pamoja tunaumia, pamoja tunacheka, huu ndio undugu. Maisha yetu ni yetu sote, kwa pamoja twajenga nchi yetu. Maisha yetu ni furaha na shida, kesho yetu iko mikononi mwetu. Maisha yetu, maisha yetu, kwa pamoja daima mbele. Maisha yetu. Haya ndio maisha yetu, safari yetu, jua na waka, changamoto ni nyingi, tunapambana. Salama. Kaja kwako. Salama. Salama. Nilikuwa naenda zangu mtoni kwa kesa, nikuona wewe. Unataka kufanya mambo nilipata bwana nikufikishie. Sogea hapo karibu tuongee. Haifa hivi hiyo. Mama Zabibu, kuna jambo ambalo linaendelea kwenye familia ya mwanangu na mwanao. Sioni kama mwisho wake utakuwa ni mzuri. Kivipi? Zabibu kila siku anaondoka kwa mume wake. Haagi hata sio mara moja. Akiulizwa anasema naenda kwa mama. Akiulizwa anaenda kwa mama. Kienda kwa mama. Yaani kila kitu mama yake. Sasa sioni kwamba hili jambo litakuwa na mwisho mzuri kwenye familia ya mwanangu na mtoto wako. Sasa wewe kama mama unashindwaje kuongea na mwanao kuhusu haya anayoyafanya? Au wewe umelizika? Umemaliza? Sio kwamba nimemaliza, nimekuelekeza haya, uniambie ukweli uko wapi ili tujue tutatue hili tatizo ili iweze kuisha, familia iendelee kuwa na amani. Haki ya Mungu. Ama kweli. Binti yangu mimi niliyemzaa mimi.
leo hii unipangie mimi na binti yangu. We baba wewe, linakuingia kweli akilini wewe? Au ubongo wako umevurugika na nini? Umevurugika na huyo cheusi wako huyo libembele huyo? Hivi leo hii binti yangu mimi uje yani umwekee mamlaka wewe au huyo mwanao aje amwekee mamlaka binti yangu mimi? Yaani mimi mama sina mamlaka nayo, yaani nakwambia. Kwa hiyo wewe mama Zabibu, lengo hapa sisi tujenge au tubomoe? Ndio nishakwambia baba wewe. Mama Zabibu, nakwambia hivi baba wewe, umeingia cha kike. Mama Zabibu, muda wa kukaa kwako umeisha. Sasa hivi kaolewa na mume wako, kwa mnang'ania. Yaani nakwambia hivi, umekanyaga pasipo kanyagika baba Upo. Tena nakwambia hivi, haya yote unayoyasikia au unayoyaona, hayo ni trailer. Picha lenyewe lipo linakuja, nakwambia wewe baba wewe. Yaani Mama Zabibu, kumbe wewe ndio unataka kuchangia kuvunja ndoa ya mtoto wako. Si ndio hivyo? Yaani nakuelekeza lengo tujenge, afu unaweza masuala ya kipumbavu. Ili tuheshimiane. Wewe ni mtu mzima na mimi ni mtu mzima. Nakuelekeza masuala ya watoto, changamoto za watoto tuzitatue. Wewe unaniambia masuala ya kipuzipuzi. Kwa ndoa gani yenyewe hiyo hasa zaidi? Kwa huyo mwanao mwenyewe kwanza. Kumuoa binti yangu imekuwa tu bahati nasibu. Hivi kwa weusi wake ule kama chungu cha kupikia kwenye kuni. Ampende nani? Sawa. Hereto mahali zinakuja kuidai kama baba pole nakwambia. Hapa umekanyaga pasipo kanyagika baba. Nakwambia mahali ile. Mtalima mimi labda wakurudisha nani? Huyo mtu mwenyewe alivyokuwa mweusi nani wakumrudishieni hiyo mahali? Nakwambia hapa mmeshapakanyaga mwanangu Zabibu. Hapa lazima msikilize mama yake. Ninalolitaka lifanyike, kila kitu mwaka huu mtauona na huyo mwanao libembea. Haya ndio maisha yetu, safari yetu, jua na waka, changamoto ni nyingi, tunapambana. Mitada salamu, ndoto zetu hazishi, tunaendelea pamoja, tunaumia pamoja, tunacheka, huu ndio undugu. Maisha yetu ni yetu sote, kwa pamoja twajenga nchi yetu. Maisha yetu ni furaha na shida, kesho yetu iko mikononi mwetu. Maisha yetu, yeah. Maisha yetu, kwa pamoja daima mbele. yeah. Maisha yetu. Haya ndio maisha yetu, safari yetu, jua na waka, changamoto ni nyingi, tunapambana. Mitada salamu, ndoto zetu hazishi. Pole na uchovu wa kulala. Nimekuandalia maji ya vuguvugu, hayo kaoge. Hivyo mwanamke una akili? Unaandalia maji ya vuguvugu ya kuoga mzee, wanaandaa maji kwa ajili ya watoto, unaandalia mimi. Unaosha vyombo zile vyombo vya sasa hivi wanasuuza vichupi vya watoto vibwende. Unaosha vyombo asubuhi. Hivi mzima wewe? Sasa maneno gani tena unaongea mume wangu? Hivi uone hata tamaa hivi kwa jamaa zangu huko mtaani na vitoto wengine vimimba vimato, ujisikie? Unavyotembea au ujisikie bwana kusema mtaani? Tuendelee kumshirikisha Mungu mume wangu. Tutapata tu na sisi wa kwetu. Mwaka gani? Mwaka Mungu atakapobariki. Muda wetu bado babangu. Tuna mwaka ngapi mpaka ambia muda gani? Hata siku moja uniambie mume wangu nateta maembe, sisikii kukutetea maembe utafune huko ndani. Wenzangu anapeleka nyumbani kwao kwa wanawake zao. Mimi lakini ndio baraka yao mume wangu, sisi ya kwetu bado. Sasa nakwambia hivi, sio ombi, lazima. Mimi nataka mtoto. Nachotaka mguu wangu twende kwa mganga sasa hivi hapa. Mganga mume wangu? Unachostuka nini? Hapana, tumshirikishe Mwenyezi Mungu kwenye hili jambo na sio mganga. Hii hamli, si hombi. Tutakwenda kwa mganga. Mtoto hapatikani kwa mganga mume wangu. Unasema? Mtoto anapatikana kwa Mwenyezi Mungu. Nakupiga. Unabishana na mimi? Mimi ndo baba mwenye nyumba, tunakwenda kwa mganga. Uvumilivu ndo inahitaji hekima, jiepushe na tamaa, hapo ndugu yangu utashinda tu. Ndoa uvumilivu ndo inahitaji hekima, jiepushe na tamaa, hapo ndugu yangu utashinda tu. Natamani upate mtoto ni majaliwa ya Mungu, mtoto apatikani kwa mganga, Mungu ndiye mtoa baraka. Ndoa uvumilivu ndo inahitaji hekima, jiepushe na tamaa, hapo ndugu yangu utashinda tu. Ndoa uvumilivu ndo inahitaji hekima, jiepushe na tamaa, hapo ndugu yangu utashinda tu. Mwanaume anataka heshima,
maisha ya ndoa kusikilizana. Haya ndio maisha yetu, safari yetu, jua na waka, changamoto ni nyingi, tunapambana. Mitaa Salaam ndoto zetu hazishi, tunaendelea pamoja, tunaumia pamoja, tunacheka, huu ndio undugu. Maisha yetu ni yetu sote, kwa pamoja twajenga nchi yetu. Maisha yetu ni furaha na shida, kesho yetu iko mikononi mwetu. Maisha yetu, yeah. Maisha yetu, kwa pamoja daima mbele. yeah. Maisha yetu